Manila, msele tu bana na wewe masio. Orido. Nataka mnisikize vizuri sana. Na kabla sijaendelea. Maana wakati hapa simwende kisiasa abakosi mtu wa mpinzani mwenzako, sio? Kabisa. Na akiwa pale akipeleka information kule kwa mpinzani wetu, na yeye anaanza kuchukua maneno yetu anakuja kwa shaka. Mimi kitu cha kwanza nitaanza kueleza kwamba hata hapa kuna sisemi kibaraka, anasema kama kuna mfuasi wa Omar Mwinyi aenda mueleze, sisi hatuna shida naye. Sisi tunamheshimu kama bunge aliyoko saa hii. Hajatoka, sio? Ndio. Kwa hiyo kiti yake ni tunaheshimu zaidi. Na hata kama tunashindana kisiasa, si adui. Mimi wanaponiona bado nikija kuwatetea hapa, si kuja nataka Mwinyi ambiwe sishindani naye kabisa. Na si siasa hii. Kwa hivyo ile poroja sijui tukiongea hapa, hapo nitawapa mfano. Mimi nilipopanga na ofisi wa Kidiki anakuja shughuli sikia Jumanne. Hiyo ripoti ilifikia Mwinyi. Naye akasema na nimempigia DP Kidiki anakuja Jumanne. Mlimuona? Mlimuona? Hakuja. Mnajua kwa nini? Mimi nilienda kumaliza bana. Kageuza na kwamba haina haja. Mwinyi si mbunge, sio? Sasa alisema yonge na Kidiki, sio? Lakini Jumanne silifika. Na hiyo tunataka tuseme kweli tu. Mbona hakufika ama mwenye assistant wake ama county commissioner? Mlimuona county commissioner? County commissioner kabla siku hiyo, lakini county commissioner serikali imekuja kuzunguka. Mimi nilikuwa naye hapana. Kabla ya mambo ya Jumanne ya Omar Mwinyi, baada ya kusikia tunaongea kama wiki moja kabla, mimi nilikuwa nimepiga simu kutoka ofisi ya Kidiki, tukakutana saa 1:30 na county commissioner. Mimi tukaja nami nikarudia Makupa. Sababu kwa nini? Sasa simulisikia nitembea huko. Sababu hatukuja na yeye. Nitembea siku hizo. Tulikuja naye hapa. Je, sababu hatukuja na yeye. Hakutaka hali vita. Sio wengine mtu wa kuandika. County commissioner. Unajua mbunge akiona yeye anatembea na mpinzani wake mpaka huko kwa sehemu kama hizi, zote akaanza kumpiga vita. Ndio mimi nikakuja tuda pale Makupa, nikamwambia aende tukakutana Castle Hotel baada alipomaliza kuzunguka hapa. Ili kusudi nini? Asipige vita na Mwinyi, ati unasaidia mpinzani wetu kuja kuangalia waadhiriwa, sio? Ndio. Lakini nikija to the main point. Mimi nilipoona Omar Mwinyi anajaribu kuelekeza kwa lawyer wa Faki. Mimi nilikuwa nafuatia story. Leo Faki akaanza kuambia mchange pesa. Ni kweli si kweli? Kweli kabisa. Hapa ndio nilikuwa na nyinyi maumizo mnatesa bure. Kama wapangaji mtatoa pesa. Ndio nikaingilia. Tulipoingilia nataka niwape hiyo history vile mwingine nyote mnajua. Mlichukua lawyer, sio? Lawyer silipeleka kotini. Mimi nikachukua hiyo. Na ndio hii ambayo ndawasomea ndio chika karatasi mtaona na peleke mtu wote kotini, lawyer atawakuelewa. Mimi nilipochukua ile lawyer mlikuwa mmechukua au ambao mnasema mtanga pesa hapa. Si ile state ilitolewa. Ndio. State ilitolewa maanisha nini? Ingebomolewa, sio? Kwa wale alikuwa anafuata huo bishop anajua. State ilipotolewa niliingia kotini nikaongea nikamaliza judge ya kwamba kuna presidential directive ya kumweleza deputy president kwanza tuongee na mimi na county commissioner hapa kabla hiyo siku ya kesi. Nilikuwa nimeongea na managing director wa Kenya Pipeline tukiwa na county commissioner. Na kumbe pipeline manager hakujua kama iko si directive. Na lakini tulipoelewana tukakutana pale kwa county commissioner akaiona ya kwamba Kidiki ndiye amepewa hiyo directive, tukakubaliana kwa ajili ya makanisa iko hapa, hata bishi nimeeleza kuna mashule iko hapa, itabidi county commissioner tu siku ya tatu tukutane kule tena aje aziangalie. Na simu limeona, sio? Mimi naambia story hiyo kweli na si ya kutunga. Unanipata hapa? Mimi nimejitolea kukuja, nilikuwa nimeamua ni slow kidogo. Na nitawaambia kwa nini ni slow. Mimi nilianza kufanya kazi zangu kivyangu, lakini nilikuwa najulisha bishop na chama, nilikuwa namjulisha nikienda Nairobi kwa Kidiki. Saa hii wacheni waambie kweli. Kidiki si mwenye kesi saa hii. Na nikiongea hivi hata Omar Mwinyi apelekwe story sio shida. Anahusika sasa ni mwingine ambao si Kidiki.
na sitamtaja. Mnajua kwa nini? Mnajua kwa nini? Sio salama. Sitaki kile nikiongea na umpa Omar Mwinyi nafasi ya kuwadanganya. Maana ataka kidogo amwambie nimepiga fulani ambao ndio huo ambao nataka kusema na sitamtaja. Sababu nini? Nina hakika Omar Mwinyi na simdharau, hakuna kitu yote atafanya pale. Maana tunajua wale vile walikuwa kitakufanya. Sikuja kumharibia majina. Unaona pale kumechukuliwa na Sudi? Alikuwa paketwaje? Basi tawaficha kabla hiyo kabila ndio ilikuwa itakunyangwa hapa. Kwa hivyo nikienda kwa utaratibu nieleze, nirudi pale kuhusu isha kotini. Koti pale niliposema ya kwamba hii case baada nilipoona lawyer amenyimwa stay, na wajua mkinyimwa stay kesi yoyote wacha mashamba. Kesi yoyote auction anakuja siku ya pili matatu, sio? Ndio. Niliposema vile ya kwamba iko na presidential directive ndio tukapewa mwezi wa ngapi? Wa 6 tarehe 17. Kwa nini? Hawa na nafasi ya dialogue ya pipeline manager, managing director na county commissioner na mimi, maana nilikuwa nimejiandikisha na ofisi ya Kidiki ambao sasa ile ilikuwa kija ni ambaye nimeambia sasa sitataja, lakini si bora more safe, sio? Sasa hii kesi ilipotupa mimi nilijua wazi mambo yataharibika. Kuna wakati mliona mapolisi hapa wengi, sio? Na kuna wakati mlitishwa na mambo ya kuzimiwa moto. Mna habari nani ambaye alisimamisha yote? Ni mimi mwenyewe peke yangu na county commissioner na simu kutoka Nairobi. OCPD anajua kuna engeza sana sana wewe zilikuwa namjua nani. Ndio muulize. Ile wajua ilikuwa Alhamisi siku hiyo. Walikuwa nakuja Friday. Na kuna barua nilitengeza hapa, nilikuwa nimetoa message zangu vile niliongea na OCPD. Na OCPD akaniambia kama niko hawatakwenda na akaondoa watu wake. Pipeline ni Kenya Power Lighting. Kuna mkikuu ambaye ndio in charge hapa. Nikamtumia ile message ya kutoka kwa Kidiki. Akatulia naye pia. Ndio kwa hakuna kitu kilichofanyika. Si waliondoka pia. Lakini sasa tuje to the main point. Mimi manake saa hii sitawaficha nimeenda Nairobi mara ngapi. Alikuwa ameenda ile mkutano wa Mount Kenya kabla Ruto ajienda, maana ilikuwa mara ya kwanza baada ya kukosana na Gachagua. Si mnaelewa siasa? Aenda aliainisha njia. Ya pili alikuwa ameniambia niende, lakini akakuta wameenda kwa kuna walikuwa wameenda state, lakini kaongea na yule ambaye anawaambia sasa, sio? Ya tatu nimeenda juzi. Maana mimi najua hii kesi ambayo stay ilitolewa. Hiyo umesikia alianza kuongea na hali. Hii kesi ilitolewa tarehe 17. Kaini mkijua mambo yangekuwa mabaya sana. Niulize ni kwa nini? Even though sitawa future na sijigambe kifua, nyinyi mmekaa hapa kwa ajili yangu. Vile nimeongea na Kidiki. Unanielewa? Na county commissioner. Hao watatu ndio wamezuia hapa. Na kama tu nimeongea na managing director wa Kenya Pipeline, kuna mtu anaitwa Motati Machai ambaye ndio wakili wao. Alikuwa ameamua baada ya uamuzi wa siku ile, alikuwa anaamua aje kabisa kwa evacuation. Evacuation hata mapolisi ndio wanataka. Lakini sasa sikizeni niwaambie kitu moja. Mimi nilipoona ile kazi nimefanyia hapa sitaki iharibike, na sitaki iibike, nake kuna wengi wanajua wanafanya. Nilienda tena kwa Kidiki, ndio mkutano jamaa na wacheni waambie tumeenda mpaka Milimani Court. Kwa ajili ya kitu moja kabla sijatamka mambo ya court. Hii kesi ilikuwa nasema tarehe 17 mwezi wa Juni. Si stay ilitolewa. Nataka niwakumbushe kitu kimoja. Wakati Ruto na Gachagua walipochukua uskani, si walisema hakuna ubomoaji utatokea? Hiyo kitu mlisikia, lakini na kulibomolewa ama kujabomolewa, sababu kuna mambo sio. Huyu mfano ndio nimeona sitaamini. Even though tuko in working talking communication na Kidika shangusu kumaliza nao, manake walikuwa wanakuja mwezi wa Juni, lakini baada ya siasa iliingia hapa, mimi ile Jumaa mko mnasikia, baada ya siasa ilikuwa ingia hapa, ndio nikaomba mimi mwenyewe nifanye kitu yangu bora, watu wasiguswe. Unaelewa? Right now nataka nimueleze vizuri kabisa. Hii kesi tarehe 17 ilikuwa yaamuliwe itupwe. Hata saa hii inaweza kuambia sasa hivi acheni kuchanga pesa tafadhali. Msijisumbue kuchanga pesa. Mimi ndio najua msijaribu kujisumbua na kuchanga pesa kama nasikia kisema. Hiyo pesa sijui ishe mkono gani. Right now tarehe 17 ni uamuzi. Ndio. Tarehe 17. Hakuna kesi atakupeleka huko. Neither hakuna application itakufanya. Pesa ya nini? Ile litakuwa ni uamuzi. Ni uamuzi advocate si lazima kwa. Sasa maana alikuwa na kesi sio? Unanielewa, lakini
Sijui kama unielewa. Mimi naomba wazi kabisa, hakuna faida yoyote kujisumbua kwa pesa na huko kwanza kwa wapangaji hapa ametoka alienda pesa kama nzuri. Kwa ile siku nyingine mimi ndio hapa committee, uko na mtu wa committee hapa. Na hata sasa sina haja na watu maana najua 17th ni ruling. Na hivi sasa advocate hakuna chochote atafanya. Hakuna kitu atatuma, hakuna application atafanya. Anangoja kama nyinyi. Wanielewa lakini? Kwa hiyo msidanganywe ama semi. Na mtu yote asinichukie nikisema kweli. Kama kuna issue ya pesa tafadhali wekeni kando na msitoe. Sawa? Sasa nataka niwaeleze katika ile sehemu itafanya mnielewe. Wacha propaganda za watu na wacha sitaongea kwa baya. Mwini anapiga ile ambayo anafanya. Wacha pia wale ambao wanafikiria maana ni wafuasi wake, ametaka kuna kitu anasaidia. Kama sisaidii nataka sasa mueleze vizuri, mueleze wenzenu. Mimi ndiye Nairobi na ndege kwenda na kurudi kwa ajili hapa. Ndege ilikuwa imekuwa ghafla sana. Maana huyu ambaye nimepewa na Kidiki alikuwa anaenda ng'ambo. Ndio sasa tukawasilisha kotini Milimani. Hii mnaiona hapa. Ili kusudi tarehe 17 maana najua hii kesi inakuja tarehe 17 na 16. Ile kesi ilikuwa ile kutupwa. Na itatupwa. Angalia mtaona itatupwa. Na ikitupwa Lumotate Mwachai alikuwa anakuja kuleta auctioneer straight away, auctioneer na polisi ndio hao peke yao. Hapo mmenipata? Sijui kama mmenipata vizuri, mmenipata vizuri. Sasa nataka mnisikize ndio mjue kwamba hii kitu tunaifanya kivyangu na pesa zangu na sitaki msaada mtu yoyote. Na sitawaficha. Mimi nafanya maana ule kweli mnajua nilikuwa nasema changama nikapita mara mbili nikijuzi nikaenda kwa senator. Senator ilikuwa tunafanya ile inaitwa technical knockout, maana kuna watu walisema mimi na mheshimiwa Ndolo tulikuwa tunapata kila mtu 99. Kwa hivyo tunaharibu kura za Wakamba. Sasa mimi niliposikia story yule Ndolo akiretire, mimi nikaenda Senate nikajiondoa changama. Kama kuniona 2022 sio? Na pia mko kuniona nikitisha senator sio? Kama mliniona. Maana yake nilikuwa naendelea ile inaitwa technical nilitoka nje kidogo ili niwapishe wenzangu wajaribu sio? Ndio nikaona nikaamua tangu hii balaa ilianza siwezi kubali ile mwitisho pesa na mfaki baada ya mara moja kwa hapa na huko nataka kumngoa ama kumtoa mara mimi sifichi hiyo hata kama kuna kila baraka mambazi hata kama ataendelea na changamoto mwambie ni yangu ni kumuondoa na kama ni yangu ni kumuondoa si lazima kawa na vitendo sio na pia usitoe kiongozi kama mwezi kutekeleza mambo ambayo ameshindwa maana sitawafichi mara moja kitu kimemshinda. Singefaa kuingilia mambo, mimi si mbunge sio? Kabisa. Na sina nyumba hapa. Na hapa sina relative kama mtu ambaye tunahusiana kwa nyumba hapa sio? Ndio labda kuna wapangaji ambao wanalia watafuta. No. Mimi nawasaidia nyote. Unaelewa? Sasa nataka niwalete kwa ile ukweli mwelewa vizuri. Tarehe 17 maana itatupa na inakuja haijapita sio? Tupeni majweni kesi itatupa. Na story iliyokuwa hapo ilikuwa the following day auctioneer na mapolisi vile nimeuliza hapa Ruto na Gachagua walipochukua si wali announce hakuna demolition ikafanyika basi kimya ingefanyika kulingana na ile kesi imetupa sio na ndipo mimi nikaenda Nairobi nikaenda na jamaa ambaye nilipewa na Kidiki nikamwambia hii kitu ni very urgent kuna kesi inakuja June ni lazima tusongeze maana yake ule kweli sitawaficha tumeelewana na Kidiki kuna wasipokuja June watakuja siku ya August siku ya show sio ndio sababu tumepata order ya mpaka mwezi wa 8 hakuna mtu atawagusa hata order ni hii mtakana karatasi moja hapa nyingine kule South London na kesi ni nimesimamia ni kila mahali na hii order ni official mtakana mpaka mwezi wa 8 hata ile kesi ikianguka hakuna binadamu yoyote ni polisi wanakushenia atagusa hapa wanielewa lakini na hayo nimeifanya peke yangu tukishirikiana na ofisi ya president sio kwa hivyo kuna siasa ndogo hizi za kusema fulani afanye hata kama unitaki kisiasa wewe wacha niwafanyie sio wacha niwafanyie utajua kweli mtupu maana nilishangaa nikiambiwa bunge tuko naye alikuwa ameita kina Bishop na kina chama waende wajipange vile atakuja kuongea Jumanne ni kweli si kweli na simuona alikuwa mnakutana buku. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wazi kweli hii kitu naifanya kichini saa hii maana yake ni kile nikija kuongea hapa story nasikia kweli kitu kingine nataka niwajulishe as chairman nyinyi nyote mimi nafikiri tukiendelea vile unasikia juzi mkienda kwa Fadhili
Fadhili mnajua hata kama ni MCA sio? Na nasikia pia atasema sio? Sasa mungeache muangalie mimi ndawafikisha hapa. Utafanya nini? Manake sasa nyinyi mnakuwa mko na mimi nafanya mambo yangu. Hapa wale mko na Mwinyi hakuna kitu anafanya, tusidanganyane, zero. Ni story tu. Fadhili mmfuata aliwafanya nini? Kotini hajakwenda, hajachukua advocate. Amewachukulia advocate. Sasa mtaniregesha nyuma. Mwezi wa 8 ikifika, maana so far mimi naangaza amgusi. Mwezi wa 8 mtafanya niachilie. Hata hii mambo hata wakike nishughulike. Unajua kwa nini? Nashughulika lakini nyinyi hamtoshi. Nyinyi sielewi, yani kwa fupi sielewi. Mungewacha muangalie nitawafikisha wapi. Sasa mkiingiza kwa mfano Fadhili na haja ungeongea hapa mnafanya wananchi wanakuwa confused. Wanakuwa confused, hawajui nani mwenyewe nani ambaye anashughulika. Kwa hivyo wanai pesa yangu natumia ndege kwenda kurudi kwa ajili ya nyinyi. Ikiwa jana ambao anafanya mtondo sema na siwadai bado mwatafuta wanasiasa wengine. Unajua kila mtu atakuwa maarufu sio? Mimi kabla maarufu nataka nitende. Na yale ambayo naongea huyu jamaa anajua atasambaza hii kitu kwa mtandao. Mtu yote aniuliza kama kuna uongo. Kuna uongo, naongea the honest thing. Na singetaja kina Kidiki, singetaja huyu mwingine. Na pia singepata court order ya mtu asiwagusa hata mpaka mwezi wa 8. Mnanielewa hapo? Kwani bila kudanganyana kati ya Fadhili na Mwinyi. Kuna yote baada hii kesi iliposemekana ule mjumbe amekuja akawaambia suluhisho. Iko suluhisho. Kwa tafadhali tujaribu ni kuangalia mtu wake tumeonana hiyo siku ya kesi wao hapo mimi pale wote tukiwa watatu kama kweli tuko serious. Sio? Sio wameamua kusaidia. Basi nitawakaribisha tu pamoja. Ndio tuteke. Mimi peke yangu sijashindwa sawa? Kitu cha pili. Kuna kitu ningewaambia sasa. Natangoja huyu ambaye ameenda ng'ambo. Manake mimi ile ambayo kitu nataka mbali na hii kesi kisha naishe kabisa. Kwanza ni Kenya Pipeline yaandike withdraw hii kesi ziwa ziko tena. Kitu cha kwanza ni kitu cha pili. Ni lazima kula kweli utafuta njia ya hii vile mmesema kidogo mambo ya title deed mpaka baada hii tukishamaliza hii shida sio? Lakini ningependa kula kweli niwaambie kitu moja hapa. Kwa vyovyote hapa muondoke. Ile siku nilikuwa nikiambia watu wa X. Sio ulisikia walitembea watu wa Pipeline na kiangalia. Walichukua watu gani? Ni maana yake hii eneo wana mpango nayo mara wanasema ni mtu anataka kutengeneza gesi. Na kitu tumegundua kule vile mmeona kule ule Sule amechukua pale. Hiyo ilikuwa ni game tu kupitia kwa Kenya Petroleum. Simkuwa ni managing director wa Kenya Petroleum Simnani. Na Sule Simnani pia. Wameona njia rahisi na kwa vyote si hapa hata mimi ule kweli sitakubali hata kidogo mtu yote atoka hapa. Kwa hivyo kwa haya machache yule pastor amesema kwenye time hapa kaeni na hiyo karatasi na mimi naweza kuashua hizi bandikeni strategically mahali pake wale wengine wapate, hakuna mtu atawagusa hata kidogo mpaka mwezi wa 8. Lakini kuna kitu sitaki kusema kile nikiongea inafika kule. Kabla hiyo mwezi wa 8 iko mambo nitakuja kueleza mimi mwenyewe. Might be hata hii zitaendelea ilikuwa ushamaliza mambo ya kitambo. Sawa? Kwa hiyo